Wewe, nani amekwambia uje kukaa katika himaya yetu? Kumbe hii ni himaya. Mimi sikujua kama ni himaya. Nilijua tu ni msitu kama misitu mingine. Ndio maana nimekuja kupunga upepo, maana sipo sawa. Kumbe. Mkuu, tumfanya nini? Aminata, kama ilivyo ada, mtu yeyote akiingia katika msitu tunaoulinda lazima tuondoke naye. Kwa hiyo mchukue tuondoke naye. Afadhali nimekuona. Nilikuwa nakuja nyumbani kwa ajili yako. Vipi tena Monica? Kuna usalama kweli? Sidhani kama kuna usalama. Unamaanisha nini kusema hivyo? Nimemwona ule mwanamke wako unaishi naye kwa sasa akiingia katika msitu wa Kaela. Nimejaribu kumuita lakini hakuitika, sijui alikuwa anisikii. Unamwona yeye kweli au umemfananisha? Ni yeye kabisa. Sikavaa kimtandio hivi na kiblousi cheupe. Amevaa hivyo. Mungu we. Mtoto wa watu. Shemeji, nikwambie mara ngapi ishu yako ya kuja hapa tena bila taarifa? Mbona uko unielewi lakini? Sio mimi shem. Ni ujauzito ambao nimeubeba. Kila mtu anatamani kukuona. Naelewa shemeji. Ila muda mwingine ujitahidi kujizuia basi. Na unajua kabisa kwamba kaka hapendi. Ila unaona kama unakuwa unafanya makusudi tu. Jerry. Najaribu kujizuia. Lakini nashindwa. Nifanyeje mimi? Alafu leo siondoki. Nalala huku ili nikae tu na kuona wewe. Kwa hilo hapana bwana shemeji. Sasa unalalaje hapa? Sasa na kule nyumbani kakajia na talala na nani? Tena unaongea kabisa yani hamna bwana. Wewe ufanyavyo bwana hapa uondoke. Yani kulala hapa hamna. Shem, mimi nimekwambia siondoki. Leo nalala huku. Hafu kaka yako yule kule anakuja. Hakisha namwambia kaka yako kama mimi sipo humu ndani. Unakimwambia mimi nipo humu ndani, mtanikosa wote. Nakupenda pia Bahati.
तू सुबह की पहली किरण, मैं आधी रात की तन्हाई, तेरी बातें तेरी हंसी लिख गए. Jeli, vipi? Safi kaka, vipi? Safi. Hivi shemeji yako amefika huko? Shemeji amna, sijakutana naye ni siku nzima leo. Maana mwenyewe nilitoka ndo nimerudi hapa. Mimi nilijua uko huko. Kwa sababu memba yake mara nyingi sana wewe anamuendesha kuja huko. Niliingia ndani mara moja nikamwacha nje. Lakini cha ajabu narudi sijamkuta. Ni kesi moja kwa moja wenda labda atakuwa huko. Amna, yani leo hajafika kabisa kama nilivyokuambia hapo awali. Yani ni kwamba nilitoka ndo nimerudi sasa hivi hapa. Basa ngoja nikamwangalia kwa marafiki zake. Kama itatokea kaja huko, basi utanipigia simu. Sawa. Ila mwanamke ananitesa. Ushem. Amka bwana uende nyumbani. Unaona kabisa mmeo kaja hapo kachachanganyikiwa mwenzio. Yaani kumbe mlikuwa mmekaa wote nje. Yaani alivyoingia tu ndani na ukapata ndo ukaona hiyo ndo nafasi ya kutoka hapa uje huko. Sasa sijacha kufanya wewe nyanyuka bwana uende. Wewe. Shemeji. Shemeji. Acha utani bana. Vipi unafikiria nini? Nawaza kuingia kwenye ule msitu na kumchukua mwanamke wangu. Maana siwezi kumwacha kabaki huko peke yake. Wewe, si unajua lakini kama ni hatari kuingia kwenye huu msitu? Monica, nalijua hilo. Najua kama huu msitu ni hatari sana. Lakini siwezi kumwacha mwanamke wangu abaki peke yake kule. Halafu mimi nikiwa nyumbani nazidi kufurahia maisha. Nakumbuka nilimwahidi siku moja kwamba kwa lolote au chochote nitakuwa pembeni yake. Sasa kwa nini leo nimwache ateseke mwenyewe huko? Liwalo na liwe. Naenda kumchukua mwanamke wangu. Vipi kaka, kwema utokako? Naona unatembea tembea huku unaangaza huku na huku kama umepoteza mfugo wako. Hapana kaka, siangazie mfugo. Namwangalia mke wangu maana kaondoka nyumbani bila hata kuniaga. Vipi? Kwani mmegombana? Hapana kaka, tuko na ugomvi wote. Ila tulikuwa tumekaa pale nyumbani nje. Mimi nikaingia ndani. Lakini natoka nje muda huo huo mwenzangu sijamkuta na kaondoka bila hata kuniaga. Labda atakuwa kwa mdogo wako. Maana asipokuwa kwako, mara nyingi yupo kule kwa mume wake. Mume wake? Mume wake si mimi? Samani, ulimi hauna mfupa. Nilimaanisha kwa shemeji yake. Kule kwa bwana mdogo. Ndio nimetoka sasa hivi kumwangalia.
na nimeambiwa kwamba kule hajafika kabisa. Ngoja nikusaidie kitu kimoja kaka. Kuna mimba, alafu kuna miiba. Huu uliokuwa nao wewe ni mwiba na utawachoma sana. Bahati! Bahati! Wewe, bora piga kelele katika himaya yetu. Samahani. Nimekuja tu kumtafuta mpenzi wangu kwa sababu yeye mazingira alokuja huku ni mgeni. Yaani nilikomtoa alikuwa hakai huku. Yaani nimemtolea mbali. Kwa hiyo alikuwa hajui kama mtu yeyote haruhusiwi kuingia kwenye huu msitu. Kumbe wewe jeuri. Unajua kabisa kama huu msitu hatakiwi kuingia binadamu yoyote, ila wewe umeingia, si ndio? Kuanzia sasa mtakuwa watumishi wa hapa, na hakuna mtu yoyote kuinuka hapo mlipo bila ruhusa, na mtu yoyote akienda kinyume adhabu yake ni kifo. Na mimi ndio nitakuwa msimamizi wenu wa kila jambo. Narudia tena, hakuna mtu yoyote kuinuka hapo mlipo bila ruhusa, na hii ni amri, sio ombi. Baby, unaona sasa? Haya yote ni kwa sababu yako wewe. Leti kama tungekaa pale ndani ukanisikiliza nikakuelezea tusingefika hata mazingira haya. Nataka uniambie, kwani umenisaliti? Na umenisaliti na nani? Baby, yaani bado unauliza kwamba nimekusaliti na nani? Tupo maeneo kama haya. Mimi nafikiri mimi na tungejadili namna gani ya kuondoka hapa. Lakini sio hayo mambo. Tuenda kuyazungumzia hata nyumbani. Wewe unahisi hapa tutatoka vipi? Nisikilize. Hao tayari wameshaondoka. Na mazingira tunaona yapo wazi kabisa hapa. Mimi nafikiri tuondoke tu. Nyanyuka tuende bana. Tuliwaambia nini? Na mmefanya nini? Samahani, naomba tu mtusamee, lakini hii ilikuwa ni kwa ajili tu ya kutafuta uhuru mimi pamoja na mpenzi wangu. Hatuwezi kuishi pale mlipotuweka. Naomba tu mtusamee. Niliwaambia mtu yoyote atakayeenda kinyume na amri yangu nitamuua. Na nyie mmekiuka amri yangu, ninawaua.